since in devolution Chakaliga Gond imekuwa na MCA Zakari Mpanda good Zakari Mpanda kaenda one term zaidi tuko na the sitting MCA Kinyonze Ndem unataka kusema ni one term undisputed. unasema ni one term okay, what will make the difference between you and the previous MCAs? Kitu cha kwanza nitasema ni awali watu wetu hawajakuwa wameelimika ya kutosha kujua jinsi ya kuchagua viongozi. Acha nitumie hilo jina. Okay. Na nitakuelezea ukiangalia uchaguzi wa 2022 na 2017 utaona kuna very big difference. 2022 watu walipiga kura wakiwa wamerevuka zaidi ya vile walikuwa 2017. Okay. Kwa sababu hapo awali kiongozi anakuja anakupea 100, 200, wamama wanapewa leso, unasema huyo ndiye kiongozi, unamuimbia unasema huyo ndiye kiongozi, ukienda kwa ndevu unampigia kura. Lakini tumekuja kujua shinda zetu si viongozi, sisi wenyewe ndio tunajitafutia shinda. Kwa sababu gani? Nikipewa 200 nikule siku ya leo, niende nichague huyo kiongozi sababu amenipea 100. Yule kiongozi hakuwa na haja na kufanyia watu kazi, alikuwa na haja kupea pesa, ufurahie umpigie kura. Akiingia kitu cha kwanza ile pesa alitumia anarudisha. Na anarudishia wapi? Ile pesa ilikuwa imetengwa barabara, anakula. Okay. Mbasari ikitoka anakula. Na anakula aje? Anapatia marafiki zake. Okay. The same na nafasi za kazi ikitokea anapea marafiki zake. Nikienda ground, kazi yangu ile kubwa naweza kosa hata kuuza sera, lakini I do civic education. Okay. Na hata wale wamekuwa kinifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii wanajua kwamba mimi naambia watu this time round we are not electing money. Okay. We are not following resources or material things. We are saying we are doing Olkalau way. Wale wajua Olkalau, kulikuwa na by-election kule Olkalau, na serikali ikatumia a lot of money, a lot of taxpayers money to be precise. Okay. Watu wakapewa pesa, wakapewa gases, lakini walichagua kiongozi ambaye walikuwa wanataka wao wenyewe. So wewe umesema kwamba siasa si pesa. Siasa si pesa. Hatutaki kiongozi. Kwa sababu nikiamua ni pesa, mimi leo nitaenda nichukue loan ya 3 million. Niingie nayo pale Chakariga. Nihakikisha nikiita mkutano napea kila mtu 200. Wakinichagua August 2027, kitu ya kwanza ni kujua nitarudisha zile pesa namna gani. Na hakuna mtu mjinga nikwambie. Uwezi enda ukachukua shamba lako ukauza, upatie watu pesa, ukipita ukatae kurudisha. So hata wajinga walirevuka kitambo. Wamerevuka. Sasa tumesema na naambia watu wote mahali walipo, si watu wa Chakariga peke yake, hasa Tharaka constituency. Tafadhali kama tunataka kupata maendeleo, tuachane na siasa za pesa. Pesa ndizo zimefanya tukakuwa kwa umaskini, tukawa fukara. Uko na wagombea wenza wengi. Kuna mwenye MC sahi amesema mwenye ako sahi, kuna mwingine sahi nasikia anamwaga pesa kwa mwaka. Anaitwa Bishop. Yeye ni Bishop, namjua? Nimesikia kitu kama hicho, lakini kama ni mwenye najua, sijui ni Bishop wa kanisa gani kwa sababu ana kanisa. Sijaisikia kanisa. Mheshimiwa ya Njoki. I'm telling you the truth. Kama ni mwenye nimesikia kwa sababu anasikianga na naona kwa mitandao mwingine anaitwa Bishop, mimi sijaiona kanisa lake, and I want to hapa hata wasikilizaji wakiangalia waende wanionyeshe kanisa lake. Wakinionyesha mimi nitakuwa namuita Bishop. Ana kanisa. Wewe kuna ile kanisa unaenda. Siko na Bishop. Yes. Kwa sababu Bishop unapoitwa Bishop uko na makanisa mingi. Sasa huyu anaitwa Bishop, hata kanisa lake sijaiona. Hata Sunday endangi kanisa. Sijaimuona akiwa kanisani. Na huyu Bishop, hata nimuite Bishop juu hata namjua kama Bishop. Tumia fake. Fake itakuwa sawa. Kwa sababu unajua utaharibu neno la Mungu. Na sitaki uharibu neno la Mungu tukua na wewe. Pesa natembeza. Pesa inamwagika. Na kwa wiki kadhaa njoo normally monitor him. Now and then I have not seen him akimwaga pesa vile alikuwa anamwaga kitambo. Do you want to tell us that civic education hasn't been working ama ni kusota mesota?
those two things are working. Kwa sababu acha nikwambie, nimetembea Chekarika Ward. Sina pesa, lakini na sitasema ile mbinu natumia, but najua how I go to my people. Na nikienda lazima niwaelimishe. Na I can shock you now. Mimi hata kienda apatiane pesa mahali fulani leo, nikienda hapo kesho wao wananiambia nilikuwa hapa kipeana pesa. Wao hata si ati nitawauliza. Wananiambia achana na hiyo, tunajua huyu ni project, kwa sababu naye ni project. Kwa serious. I can tell you the truth. The other day nilikuwa huko nyumbani, nilienda Gakirwe. That is Galilee EAPC. Nikaongea, yani kumaliza huko tukaongea na wale wa mama na wazee. Wao wenyewe ndio wananiambia alikuwa huko analeta nini, lakini tunajua ni project, tunajua mambo yake. Wewe usikuwe na wasiwasi. Nikatoka hapo nikaenda miguu nikiongea na watu, nikaenda mpaka kwa kanti. The same thing. So that means civic education that I'm doing is working. On the issue of kama pesa zimeisha, unajua pia ku maintain money in politics is not an easy thing. Sure. Although kuna wale wanampea pesa, si ati watakao wakimpea kila siku. Sasa nikuulize mheshimiwa, kuna wale wanampea pesa. He is funded. He is funded. Yeah. Who is the funder? Funder wako. Na ukienda hapo kwa account ukiulizia utasikia. They are there. Si ati wanajificha. Let me ask you. Chekarika Ward, sijakataa the current MCA hajafanya kazi. Lakini alichaguliwa na watu kwa sababu ndiye alipita. Si ndio? Na current MCA ndiye bana alikuwa chairman wa committee on development. So roads, infrastructure, water, hata kama ni mbaya, huyu ndiye MCA wa Chekarika leo. Kama kuna kitu chochote ambacho kinapaswa kupelekwa watu wa Chekarika, kinapaswa kupatiwa the current MCA. Wewe niambie, kama huyu mtu si project, mbona unachukua tractor ya county, unampea mtu hata hajachaguliwa na watu, mtu hajulikani na watu, unamwambia enda ufanye kama unalima hiyo barabara. You are launching. What is that? Hiyo kitu ya kwanza ni kukosea heshima. Wale watu wa Chekarika walichagua the current MCA. Hata kama mmekosana, mpatie tractor, mwambie wewe nenda ulime. Hata kama utakuja useme nilimpatia, ni sawa. But usitume mtu ambaye hajulikani na hakuchaguliwa na watu. Na I want to challenge him today. If he is learned, just come and challenge me using 2 English sentences. Pana bwana. Just 2. Sasa nimeishi kuona akiandika kwa mtandao akiandika kwa mtandao siku hizi na maninjiwa. Si yeye huandika. You just give my even my social handles na peana inakuwa managed. Na ule mtu napea ndiye anakuandikia kila kitu. So yeye analipa mpaka naandikiwa. Mr. English Kiswahili. Sana sema diploma anaita diploma. Diploma. So now just tell me, hiyo ni Kiswahili. And that's why naambia watu wa Chekarika, just be very keen. Kwa sababu Nkaro, acha nikwambie, hapa si ati ni mambo na mchezo. Wakati unachagua MCA na MP au watu wawili, lazima ukue very keen. MCA ndiye ataenda kutetea maendeleo kwa county na akatafuta pia kwa national government. Na maendeleo, kitu ya kwanza ni kutengeneza sheria. Kama vile nilikuwa nasema, nikipita nitaenda kupeleka sheria ya kuhakikisha all farm input product in Tharaka inapata bei mzuri. Kama vile ukienda Meru unakuta kahawa iko na bei, majani iko na bei, avocado sasa imewekwa bei. The same nipeleke mswada pale county assembly. Kama haujasoma, ngari niambie utaandika mswada namna gani? Number 2, acha hata tuseme achana na hiyo. Utahitaji kwenda, kama kuna ajiriwa, kuna uajiri wa maybe walimu wanaajiriwa, jeshi inaajiriwa. Kuwe waandie Chekarika aina wale ama haijakuwa in that list. Unataka kwenda Nairobi kwa office kama ya TSC. Tuseme anataka kwenda kwa ofisi ya TSC Nairobi. Aulize mbona watu wa Chekarika hawajapewa nafasi na wengine wamepewa. Akiingia pale, hata kama akona PA, PA hawezi ingia pale. Yeye ndiye ataingia pale kuongea. Akiingia ajui Kiswahili, ajui Kiingereza, anakuta ni Mjaluo ako pale. Ataenda kuongea aje? Na kuna proposal anataka kuambia watu wangu awaliacho nje, atafanya aje? Ataambia secretary wake. Secretary aingiangi pale. Mkienda yeye anakubebea, wewe ndio unaenda kuongea, wewe ndiye MCA. Si ati ni secretary anaenda kuongea pale. County assembly si secretary anaenda kuongea pale. Unaenda unasimama unasikia MCA wa
Mariani amesimama anasema tunataka coolant ya maziwa. Na wewe unasimama unasema sisi watu wa Chakariga tunataka tutengenezewe barabara ya kutoka Majueri Kakiwe. Kama ujui kuongea na county assembly unaongea Kiingereza. Hata si Kiswahili. Sasa kama ujui kuongea utanyamaza hivi. Ungojee wanaume wengine tu wapige kelele huko. Wanaume waitishe mali Chakariga itaachwa hivyo. Kuna siku nimekuwa Nkareni siku moja. And I used to ask those people from Karen, when do you support huyu jamaa Bishop? Nilisema useme fake. Because he is not. When do you support this man? Akasema watu wamesoma, kama watu wamesoma watusaidia, watuonyeshe mali Zendeo amesaidia. Zendeo amesoma, alikuwa mwanajeshi kama ni hivyo sijui. According to the rumors that you have. Yeye yasoma, mwingine amesoma ametusaidia na nini. And nikiangalia nikaona huyu the MCA your counterpart amelaunch choo pale mahali kuna kachoo, niliona amelaunch mahali mara kuna shinde za pikipiki. Do you think that kama ngesoma there is any relationship between project and education? Nothing. Unajua Disemba kwa sababu nitumie Disemba watu wengi ndio wanakuwa na Christmas. Wanachinja mbuzi, wanachinja kuku. Ukitaka kushika kuku ndio chinje, hautakimbizana nayo. Hapana. Utachukua mahindi ambayo ulikuwa umeweka ya kupanda. Mbegu ulikuwa umenunua 200. Uchukue hiyo uanze kuchukua ukirushia kuku, unarushia kuku kidogo kidogo mpaka hata kama itakula nusu mkebe bora uishike. Ukishika unaenda kata shingo, unaweka kwa maji moto, unachangamkia. Inakuwa nyama. Kitoweo. Sasa wacha niwaambie, everything unaona huyo jamaa akifanya, si ati anapenda watu Chakariga. Hapana. Ni kwa sababu anajua akifanya hivyo, wale watu atawa confuse, atawapumbaza. Ndio waone anafanya kazi. I'm going just to give you a very good example. Amekuwa katika serikali ya Ragwa. From 2013. Yes. To 2017. To 2022. 2025 ndiye ameanza kuonekana. 2025 ndiye ameanza kujua watu wa Chakariga wanahitaji kujengoa bonda shed. 2025 ndiye amejua watu wa Chakariga wanahitaji kujengoa choo mahali hakuna choo. Ndiye amejua watu wa Murindo wanahitaji kuwekewa hizi mataa. For more than 15 years. Hakuna wifi, alienda akalonja akaenda nini anamudi pale kwetu. Ana launch hapo anaenda. Ni hivyo. So ndio nasema amekuwa kwa serikali for 15 good years. Mtu anasaidia anajulikana from the one go hata kama hataki kitu. Lakini yeye kwa sababu anahitaji kitu saa hii 2025 ndiye ameanza kuonekana. Ukiuliza hata watu wa kwao nyumbani wao ndio wananiambia hata event za nyumbani huwa hakuwa anaenda. Saa hii ameanza kuonekana. I have information. Actually hakuna kitu anafanyanga sijui. And the people hao watu wake ndio wananipeanga. So ndio nasema huyu mtu ndio jua ana haja na watu. Angekuwa ni mtu akona haja na watu ndio anasema yeye ni bishop. Angekuwa hiyo time yote tungekuwa tunaona akisaidia hata 2022 tuone amesaidia 2023 2024 lakini tumemwona 2025 na pale ngani alikuwa na shule. Alikuwa na shule hapa hata si shule. Kuna kanisa nilisikia ilikuwa hapo moja akauza pamoja na washirika. Watu wa Nkareni, you are witness, you can tell me. There are people that know. Hii mambo inachemuka nzuri niende for distinguish nzuri namna gani. Who is the biggest competitor? Where? Chakaria want. I have no competitor. I have no competitor. Even the city. I have no record. No track record. The current MCA has done nothing. Hakuna kitu amefanya. Walishikana na gavana for 2 almost 3 good years. Akasema mwenye atamtusi nitamkonjolea. Bwana. For more than 3 years. Hakuna kitu amefanyia watu wa Chakariga. Sasa wamekosana. Sijui walikosania nini. Wameshakosana. Walikosana sasa hivi hawako pamoja. Ndiye anakuja kusema gavana ndiye anipei maendeleo. Ni sawa sijasema gavana ni mzuri. Lakini hii miaka mmekuwa mko pamoja na ukatuambia mwenye atamtusi utamkonjolea. Ulimuomba maendeleo yepi? Tuonyeshe. No track record. Sasa huyo
He is not a worthy competitor. Huyo tumeweka kando. Hao wengine hata sitaji. They are not worth about. They are not worth. Tuko na wasan. We call him our son. Professor Kithure Kindiki. Namba 2 mgongoni. Ndio Sariba. Ni Bruno Fernandes. Ako pale. Yeah. Sasa tunasikia kuna Mount Kenya East, na Mount Kenya West. Uko side gani? Mimi niko Mount Kenya. Uko Mount Kenya. Hii kundivide mlima na mimi umeza chukua shoka wanakata mlima mara mbili. Do you support kundivide mlima? I don't support. Why? Because those are divisive politics played by Ruto through CS Ruko. Where does CS Ruko get his directive? From Ruto. Not Kindiki? No. But you have seen Kindiki anasema tupige siasa kundivide mlima ni watu wetu au wengine ni wetu. Mwingine anasema hapana mlima pasuke mpe heshima. No, Kindiki anasema Ruko anasema tupe Kindiki heshima. Kindiki anasema tusindivide mlima. Now who is you? That's why now you can see clearly who is sending Ruko. Wako one time ama two time? Mimi niko one time. Mimi niko na Martha Karua one time. PLP. One time. That is the United Alternative Opposition Government. Yes. Umeona ukitembea na Martha Karua hapa na pale? Sure. Msalimie. Nitamsalimia sana. Mimi nampenda. Anapenda watu wetu sana Tharaka. Pia one of the top leader in Tharaka Nithi alikuwa amevai na chama cha Kenya ile chake. Sasa naona Nyamuka Guma alikuwa na Kenya by the way. Yeah. Those are actually the DG of Tharaka Nithi now. Mwisraeli. He identified with the Kenya. And today is a DG. Sasa mbona ulikachagua PLP? Mbona uko jiunga na UDA, jiunga na DP, jiunga na Jubilee, jiunga na chama kingine yote ukachagua PLP? I Frank Murime stand with integrity. Kwa sababu hakuna mahali nitasimama nione watu hawafanyiwi haki na nisiongee. Martha Karua, I followed her because he possesses all those qualities. Amekuwa akipigania haki. He was one of those who championed the 2010 constitution. Mambo ya sheria. Amekuwa akipigania haki. Sio Kenya pekee, umemwona Uganda, umemwona Tanzania. Na yule mama nilipoenda kwake, aliniuliza mbona umeamua kusimama Wandie Chekariga? Nikamwambia nimeona shinda. No. You should be having something that touches those people. Yule si mtu unaweza kwenda kumwambia hata alisikia nikisema sina pesa kaniambia no, don't come with that mindset. Don't give people money. Just educate them why they should elect you because you are going to help them. Kwa hivyo Martha Karua ni kiongozi ambaye anasimamia haki. That's why I follow her because I want to be like her. Ukimpigia simu sasa atachukua? Anachukua. Yes. Kindiki sawa sana. Uko one time. Kindiki kwa two time. Utakuaje? Ayu wewe utakuwa upendi mwana wenu na wasapoti. Unajua kama we ni ndugu yangu na naona kuna nyoka iko around you, nitangangana kuua hiyo nyoka. As much as nakupenda, it is better nipige hiyo nyoka hapa, hata kama utaguzwa kidogo, uguzwe, nayo hiyo nyoka ikufe isikuue. Badala niache hiyo nyoka ikuue. So Kindiki mambo yake kwaje ground? Actually Kindiki aliharibu kabisa alipokubali kukuwa deputy. Deputy president. You can see if hata ulikuwa unajua akiwa interior minister CS wa Kenya ulikuwa unampenda na ni mfanyikazi alifanya kazi kubwa sana kupigana na banditi kule Baringo huko West Pokot. Lakini mtu anatembea na yeye apendwi. Hakuna Mkenya sahihi anampenda. So si Kindiki ni mtu ako na yeye. Mtu ako na yeye ndiye shinda. Leo Kindiki akiamua kutoka kwa serikali aseme hata anaomba president. You see, people change all over the country. They support him. But sahi hata malaika mwenyewe akienda ashikane na Ruto hivi. Watu watamchukia. That's how things are.